Simulizi ya mapenzi na mkasa. Josephus, John na Rachel, hadithi ya mapenzi yaliyoishia msiba. Hii masimulia sehemu ya kwanza, urafiki mkuu. Katika mtaa wa Kinondoni, Dar es Salaam, kulikuwa kuna vijana wawili waliokuwa marafiki wa dhati tangu utotoni. Josephus na John walikuwa kama ndugu, wakishiriki kila kitu: chakula, nguo, hata ndoto zao za maisha. Josephus alikuwa mvulana mwenye busara na uongozi, akipenda kusoma na kuwa na malengo makubwa ya maisha. John naye alikuwa mvulana mzuri, lakini mwenye hasira nyingi na wivu mkubwa. Wawili hawa walikuwa wameacha shule ya sekondari kwa sababu ya umaskini, na sasa walikuwa wakijaribu kupata kazi ndogo ndogo za kuishi. Josephus alifanya kazi ya uongozaji wa pikipiki, huku John akiuza mahindi ya kupika barabarani. Ingawa maisha yalikuwa magumu, urafiki wao ulikuwa thabiti. "Ndugu yangu Josephus," John alisema siku moja wakiwa wanapumzika chini ya mti mkuu, "tunaishi maisha magumu, lakini kama tupo pamoja, tutaweza kufaulu." "Ndiyo John," Josephus alijibu. "Marafiki wa kweli ni hazina kubwa kuliko fedha zote za dunia." Sehemu ya pili: kukutana na Rachel. Siku moja wakati Josephus alikuwa akipita kwa mtaa wa Mwenge, alimwona msichana mzuri akimlipia mwanamke mzee bei ya mahindi. Msichana huyo alikuwa na umri wa miaka 20, mzuri kama malaika, lakini nguo zake zilionekana kuwa za umaskini. Alikuwa ni Rachel, binti wa familia maskini sana inayoishi vibandani. Rachel alikuwa msichana mwenye heshima, mwema na mpole. Alipenda kusaidia mama yake katika biashara ndogo ya kuuza maharagwe na kunde. Ingawa alikuwa maskini, alikuwa na maadili mazuri na ndoto za kujiinua maishani. Josephus aliamua kumwendea na kumuuliza kama anahitaji msaada. "Samahani dada, je, unahitaji msaada wowote?" Josephus aliuliza kwa upole. Rachel akamtazama kwa mshangao. "Asante kaka, lakini mimi ni mzuri. Ni nani wewe?" "Jina langu ni Josephus. Naishi karibu na hapa. Nimekuona mara kadhaa ukipita hapa na nimeona upo mtu mzuri." Kutoka siku hiyo Josephus na Rachel walianza kuongea na kujuana. Polepole urafiki wao ukageuka kuwa mahaba ya kweli. Rachel alimpenda Josephus kwa moyo wote, na Josephus naye alimfikiria Rachel ni mwanamke bora zaidi aliyemwona. Sehemu ya tatu: John akampenda Rachel. Wiki kadhaa baada ya Josephus kuanza mahusiano na Rachel, yeye alimletea rafiki yake John. Josephus alitaka rafiki yake ajue kuhusu mwanamke aliyempenda. "John, nataka ukutane na mtu maalum katika maisha yangu." Walielekea mahali pa kukutana na Rachel. Mara John alipomwona Rachel, moyo wake ukamwashia moto. Hakuwahi kumwona mwanamke mzuri namna hiyo. Lakini Rachel alikuwa tayari ana mahaba na rafiki yake mkuu. Kuanzia siku hiyo John alianza kumpenda Rachel kimoyomoyo, lakini hakuweza kumwambia kwa sababu alijua ni mwanamke wa rafiki yake. Lakini kila siku alimpenda zaidi na zaidi. Kwa nini Josephus ndiye aliyemwona kwanza? Pengine nikimwongea Rachel atanipenda zaidi? Hii ilianza kuleta matatizo katika urafiki wao. John alianza kuonyesha dalili za wivu, ingawa hakuweza kueleza kwa uwazi. Sehemu ya 4: mzoroto wa wivu. Siku za wiki zilipopita, John alianza kumwendea Rachel kinyume cha kufahamu kwa Josephus. Alijaribu kumwongea na kumshawishi amwache Josephus. "Rachel, unafahamu mimi na Josephus ni marafiki tangu utotoni, lakini unahitaji kujua kuwa Josephus si mtu wa kuaminika." "Hilo si kweli John. Josephus ni mtu mzuri na ninampenda. Lakini mimi ninakupenda zaidi kuliko yeye. Nina hisia za kweli kwako, si kama yeye anaona tu kuongeza mwanamke mwingine katika maisha yake." Rachel alishangaa na alisikitika. "John, huwezi kunifanyia hivi. Wewe ni rafiki wa Josephus, na mimi nina mahaba na yeye, sio wewe." Hii ilimkasirisha John zaidi. Alianza kufikiri kuwa Rachel anampuuzia na kuwa Josephus amemnyang'anya kitu alichokipenda zaidi duniani. Kama unafurahia hadithi zetu, basi like, comment, pia unifollow ili kupata video zetu.